Leo tuko hapa Mwanza kiwa na lengo kuu la kukutana na public sector, walipa kodi wetu ambao wanatokea katika sekta ya umma. Kikubwa tunafanya mafunzo ya kukumbushana jukumu lao kama walipa kodi. Kwetu wao ni walipa kodi pia kwa mamlaka ya mapato. Kwa hiyo tunawakumbusha wajibu wao muhimu wa kusimamia eneo la kodi katika kuhakikisha wanatii sheria za kodi katika upande wa kukata kodi ya zuio, katika eneo la kuwasilisha ritani, kujisajili na kulipa kodi sahihi na kwa wakati. Kwa kuwa wao pia wanafanya kazi na walipa kodi wetu ambao hawako kwenye serikali, wafanya biashara wengineo, wanapeleka huduma mbalimbali, wanatoa huduma, wanauza bidhaa. Kwa hiyo sisi tumekuwa na jukumu la msingi la kukaa na walipa kodi wetu kutoka kwenye idara za serikali, kuwakumbusha wajibu wao wanapokuwa wanafanya biashara, wanafanya kazi zao, wa kutumia wafanya biashara ambao pia ni walipa kodi wetu, wanatimiza wajibu wa kulipa kodi sahihi na kwa wakati. Kwa hiyo katika kipindi tulichomaliza kukifanya asubuhi hii kilikuwa ni kukumbusha wajibu wao, haki, lakini pia na wajibu nini wanapaswa kufanya ili watimize wajibu wao. Tunaona maendeleo yanayotokea ni kwa sababu ya kodi zinazolipwa na wenyewe ni sehemu yake. Kwa hiyo ni muhimu kwao pia kutambua na kuheshimu sheria za kodi. Tumeamua kufanya hili kwa walipa kodi wetu kutoka sekta ya umma. Hii ni kozi ya 3. Tulianza kanda ya kati, alafu kanda ya kaskazini, sasa tuko katika kanda ya nyanda za juu kusini. Tunajitahidi kuhimiza matumizi sahihi ya mashine za kielektroniki za kutolea risiti pale wanapouziwa bidhaa au huduma. Wahakikishe basi risiti hizi zimetoka kwa sahihi na waweze kuhakikisha ile value for money inapatikana kutokana na manunuzi wanayofanya. Unapewa kipindi cha mwaka mmoja. Hii ni ya kwako wewe mlipa kodi, ni ya kwako taasisi ya serikali, sio commissioner wa TRA. Wewe ndio unaimanage within 1 year, ni wewe una manage hii return ambayo unaweza kuiongeza na ukaipunguza kwa kutoa taarifa kwamba nini kimeendelea. Ni muhimu sana. Kwa hiyo return of investment vile vile inatakiwa ije baada ya miezi 9 kufunga biashara ambayo mtaileta tarehe 30 mwezi wa 3, lakini ikiwa na pesa juu yake ambazo zinatakiwa zilipwe. Lakini pia tuna withholding tax return ambayo inatakiwa within 7 days baada ya kufunga mwezi zinatakiwa ziwe zimeshafika. Kwenye value added tax ambayo tulivyosema kwamba kodi ya ongezeko la thamani, unakuta kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinaingia katika kodi ya ongezeko la thamani. Tunaita standard rated. Hizi ni bidhaa ambazo zinatozwa kodi kwa 18%. Tuna zero rated ambazo zenyewe zinatozwa kodi kwa kiwango cha 0, hazijasamehewa. Lakini tuna exempted surprise ambazo kwa leo nimejifunza mambo mengi. Lakini la kwanza tulikuwa tunapata uelewa na umuhimu wa usajili wa tini. Kuna masuala mengine ambayo yanahusiana pia na VAT, EFD, utoaji wa EFD na umuhimu wa EFD. Actually jambo hilo wamelizungumza vizuri sana. Wamelizungumza umuhimu wa udaiji wa EFD katika level ya kwa taasisi, wamekwenda pia na familia. Familia tunapokwenda kupata huduma mbalimbali tunatakiwa tupate EFD, ni haki yetu. Kwa kutokuomba EFD na maana tunachangia upotezaji wa mapato, na tumeeleza umuhimu wa mapato kwa sababu ukiangalia jambo la udaiji wa EFD imekuwa na maendeleo makubwa sana. Kama katika nchi wametueleza vitu mbalimbali ambavyo vinafanyika. Kuna uwekezaji mbalimbali unaofanyika, kuna barabara zinatengenezwa, mambo ya SGR hayo yanayofanyika. Pia kuna kodi za wananchi unapodai, na maana kodi inakuja na inaenda kwenye sehemu za maendeleo. Kuna mambo ya ndege pia zimenunuliwa, zote zikiwa zimenunuliwa kwa gharama ya fedha za serikali, lakini hiyo kutokana na elimu ambayo ilikuwa ikitolewa. Kwa hiyo katika mafunzo ya leo yaliyotolewa yalikuwa kama yanakumbusha sisi kama tukiwa viongozi kwenye maeneo tunayotoa huduma, ni jinsi gani wateja wetu wanapokuja tuweze kuwapa umuhimu na wao kwa kufuata. Kwenye mafunzo haya mtapata uelewa mambo mengi, kama
jinsi yani hizi kodi zinavyokatwa, kwa sababu mimi wasihusiki sana, ila sasa hivi ninapata huo ufahamu. Kwa mfano hizi tunajifunza mambo ya withholding tax, kwamba ile wakilipa wakandarasi wanakatwa kiasi gani. Binafsi mimi kuna kitu nimenipata, kwa sababu hapo kwenye mafunzo wengi ni wahasibu, ila mimi ni mwanasheria. Kwa kuna vitu vingine nilikuwa sina uelewa navyo. Kwa hiyo hizo vitu mimi vimenisaidia katika uelewa, na hata kama kutokea changamoto yoyote hapo ofisini kuhusu mambo hayo ya kodi, nitakuwa na uelewa zaidi kutokana na mafunzo ambayo ninayapata leo. Na risiti umuhimu wake ni kuonyesha kwamba kodi ile imelipo, na kodi ndio kwa maendeleo ya taifa. Bila kodi hamna kinachoendelea. Ina maana bila kodi hata sisi barabara tunaweza tusijenge, yani wananchi wasipate huduma bora.